Naona mke wa Potifa anamtamani, anamtengenezea kesi Yusufu kwamba anapomtamani Yusufu alikuwa ni kijana ambaye ni Biblia inasema alikuwa ni kijana mwenye uzuri wa sura, lakini ni kijana ambaye alikuwa ni mcha Mungu, hakutaka kumkosea Mungu. Anasema nitende dhambi kubwa namna hii, nimtende Mungu wangu dhambi siwezi. Hakukubali, akakataa, akamkimbia mke wa Potifa. Mke wa Potifa akambambikiza kesi, akampa kesi kwamba alitaka kubaka. Unaona mchakato wa Yusufu. Yusufu anapelekwa gerezani. Zote hizo iko katika namna ya kukataliwa, lakini Mungu alitaka kujidhihirisha. Yusufu anapopelekwa gerezani anapata kibali mbele za mfalme. Anaweza kuota, mfalme anaota ndoto, Yusufu anakuwa ni mashuhuri katika kutafsiri ndoto. Anakuja kumsaidia mfalme kutafsiri ndoto. Yusufu anapewa waziri. Katika michakato yote hiyo hakuna ambaye alijua kwamba Yusufu atakuwa waziri mkuu, lakini kwa sababu Mungu alitaka apite kwenye hii michakato ya nyakati ngumu, ili Mungu ajidhihirishe, utukufu wake wa mwisho mkubwa alikuja kujidhihirisha. Yusufu akapewa waziri mkuu. Lakini pia tukisoma kwa habari za wana wa Israeli, Musa anapewa jukumu la